Unaweza kuwa unapita karibu na mmea huu kila siku bila kujua kuwa una historia ndefu ya matumizi ya tiba asilia. Watu wengi huona kama mmea wa kawaida tu unaoota pembezoni mwa nyumba. Lakini je, ulijua kwamba mmea huu umekuwa ukitumiwa kwa vizazi vingi kusaidia matatizo mbalimbali ya kiafya? Usiondoke kwenye video hii, kwa sababu leo utajifunza siri za mmea unaojulikana kama mzugwa. Mmea ambao huenda upo nyumbani kwako hivi sasa bila wewe kutambua thamani yake. Karibu katika kipindi cha Afya Yako Mtaji Wako. Mimi ni Ramadhani Mtungwe. Leo tunaangazia mmea wa mzugwa na matumizi yake katika tiba asilia. Mzugwa ni mmea unaojulikana kisayansi kama Lechanthes barbatus. Ni mmea wa familia ya Lamiaceae, familia ambayo pia inajumuisha mimea mingine yenye harufu nzuri na matumizi ya kiafya. Mmea huu hupatikana katika maeneo mengi ya Afrika ikiwemo Tanzania, na hujulikana kwa majani yake yenye harufu ya kipekee pamoja na uwezo wake wa kustawi kwa urahisi. Katika baadhi ya jamii, mzugwa umekuwa sehemu ya tiba za jadi kwa miaka mingi. Wazee wetu waliutumia kama mojawapo ya mimea asili iliyokuwa ikihifadhiwa karibu na makazi yao kwa matumizi mbalimbali. Mbali na kupendezesha mazingira, mmea huu umeendelea kuvutia watafiti kutokana na uwepo wa kemikali mbalimbali za asili zinazopatikana ndani yake. Katika tiba za asili, mzugwa hutumika kwa madhumuni mbalimbali. Baadhi ya watu hutumia majani yake kusaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Wengine hutumia kama sehemu ya tiba za asili zinazolenga kupunguza usumbufu wa tumbo na gesi. Katika baadhi ya jamii hutumika pia katika matatizo ya ngozi kutokana na sifa zake zinazodhaniwa kusaidia ngozi kubaki katika hali nzuri. Aidha, mmea huu umetajwa katika tafiti mbalimbali kutokana na kemikali zake za asili ambazo zimeendelea kuvutia wataalamu wa afya na sayansi. Hata hivyo, ni muhimu kufahamu kuwa matumizi ya mimea ya tiba yanapaswa kufanywa kwa tahadhari. Ikiwa una ugonjwa wa muda mrefu, unatumia dawa za hospitali au una ujauzito, ni vema kupata ushauri wa mtaalamu wa afya kabla ya kutumia tiba yoyote ya asili. Kumbuka, lengo letu ni kuelimishana kuhusu mimea ya asili, si kuchukua nafasi ya ushauri wa kitabibu. Kwa kweli, mazingira yetu yana hazina nyingi za mimea ambayo mara nyingi hatuifahamu vizuri. Sasa nataka kusikia kutoka kwako. Je, umewahi kuuona mmea huu? Je, katika eneo lenu unaitwa mzugwa au una jina lingine? Na kama wazee wa kwenu waliwahi kuutumia, walikuwa wanautumia kwa madhumuni gani? Andika maoni yako hapo chini ili tujifunze pamoja. Usisahau kulike, kushare na kufollow kurasa zetu za Mtungwe Afya ili usikose masomo mengine kuhusu lishe, afya na tiba asilia. Leo tumejifunza kuhusu mmea wa mzugwa unaojulikana kisayansi kama Lechanthes barbatus pamoja na nafasi yake katika tiba za asili za jamii mbalimbali. Elimu ni kinga. Maarifa sahihi ndio msingi wa afya bora. Mimi ni Ramadhani Mtungwe na hiki ni kipindi cha Afya Yako Mtaji Wako. Asante kwa kutazama. Tukutane tena katika video ijayo yenye elimu nyingine muhimu zaidi. Afya Yako Mtaji Wako.